Tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mungu ni mwema na kila wakati. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote katika ibada hii takatifu ya misa, tukiwa tunasherehekea Jumapili ya 6 ya Pasaka. Nachukua nafasi zaidi kuwakaribisha. Leo ni siku ya baraka. Tunasema wageni ni baraka. Tunao Inoro FM ambao wako miongoni mwetu, na pia tuna mgeni wetu wa heshima, Father Professor Patrick Mwanya kutoka Chuo Kikuu cha Tangaza, ndiye Vice Chancellor katika chuo hicho, chuo ambacho ni kipya kabisa. Kilikuwepo zamani kama miaka 40 kama chuo shirikishi cha Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki, KWEA. Lakini juzi wakapata chata kutoka kwa rais wetu na kufanywa chuo kikuu rasmi. Kwa hivyo Professor Patrick Mwanya ndiye Vice Chancellor, na leo yuko hapa kwa mwaliko wa Mhashamu Baba Askofu Mkuu wa jimbo letu kuu la Nairobi kutembelea parokia, kuhamasisha watu waumini kuhusu chuo hicho kipya na yale masomo wanaotoa pale, na vile vile kuwachangia kwa sababu wameanza mchakato wa kujenga maktaba mpya ya kisasa na gharimu zaidi ya milioni 300. Kwa hivyo Mhashamu Baba Askofu ametoa idhini hiyo tuweze kuwachangia na tuweze kuwaruhusu kuhamasisha Wakristo kuhusu chuo hicho ambacho ni chuo cha Kikatoliki. Kwa hivyo Father Professor, karibu sana, na tunaomba utuongoze katika ibada takatifu ya misa. Tumkaribishe. Misa inaongozwa na Jumuiya Mtakatifu Anthony, na wanazo hizi nia ambazo tutaziombea kwa namna ya kipekee kumshukuru Mungu kwa umbali aliko watoa kama wanajumuiya, na pia wanaomba ili wazidi kuwa na umoja na upendo mmoja kwa mwingine katika jumuiya hiyo na familia zao. Kwa shangwe hubirini, tangazeni neno hili, mulisambaze hata mipaka ya dunia. Mseme Bwana amewakomboa watu wake. Haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu wa Kristo wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Basi kama baba paroko alivyotukaribisha sote, tuko hapa kusherehekea ibada takatifu. Kama Wakristo tumefika hapa ili tuweze kumshukuru Mungu kwa mema mengi ambayo ametujalia sisi kila mmoja wetu na kama jamii ya Kikristo. Misa takatifu ni mwaliko wa kuweza kukusanyika pamoja kama familia ya Mungu ili kushirikishwa neno la Mungu, kukutana naye Kristo katika neno lake, na kukutana naye pia katika kule kuumega mkate.
Tuombe Mungu atusaidie ili hii safari ya kukutana naye kwa neno lake na katika mkate atakaomega kwa ajili yetu iweze kuwa ni ya manufaa ya kiroho kwa kila mmoja wetu. Na ili tuweze kumtolea Mungu sadaka takatifu, ili tuweze kukutana naye katika neno lake na kumega mkate kwa namna na jinsi inavyopaswa, tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kumtolea Mungu hii sadaka takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, Mungu mwenye huruma atuhurumie, atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Mungu Mwenyezi, utufanye tuzishereke kwa upendo moto moto siku hizo za furaha tunazoadhimisha kwa heshima ya Bwana mfufuka. Utujalie ili hayo tunayokumbuka katika liturujia tuyazingatie daima kwa matendo. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile watu fulani walifika kutoka Yudea, wakawafundisha ndugu wakisema, msipotahiriwa kwa kadri ya sheria ya Musa hamuwezi kuokolewa. Majadiliano na mabishano makali yakatokea baina yao na Paulo na Barnaba. Ikaamuliwa Paulo na Barnaba na wachache wengine wa kwao waende Yerusalemu kwa mashauri na mitume na wazee juu ya jambo hilo. Hapo mitume na wazee na kanisa lote waliamua kuwachagua watu kati yao na kuwatuma Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Ndiyo Yuda aitwaye Barsaba na Sila, wote wawili walikuwa viongozi miongoni mwa ndugu. Kwa utumishi wao wakapeleka
wakapeleke viongozi miongoni mwa ndugu kwa utumishi wao, wakapeleka barua hii: mitume na wazee wanawasalimu ndugu wa huko Antiokia na Siria na Silisia na watu wa mataifa. Tumesikia ya kuwa baadhi ya watu kutoka kwetu wamefika kwenu bila agizo letu na kuwahangaisha kwa maneno yao na kuzitia roho zenu katika wasiwasi. Tumekuwa moyo mmoja katika kuazimia kuwachagua watu na kuwatuma kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila wamwambie kwa maneno tuliowaandikia kwa barua, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila haya yaliyo ya lazima: msile nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu, msinywe damu, msile nyama ya wanyama walionyongwa, na mjiepushe na usherati. Mkiepuka hayo, heri yenu. Wasalamu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Maneno ya kitikio: watu na wakutukuze, Mungu. Watu wote na wakutukuze. Watu na wakutukuze, Mungu. Watu wote na wakutukuze. Watu wote na wakutukuze. Watu wote na wakutukuze, Mungu. Watu wote na wakutukuze. Watu wote na wakutukuze, Mungu. Watu wote na wakutukuze. Watu na wakutukuze, Mungu. Watu wote na wakutukuze. Watu na wakutukuze.
watu wote na wakutukuze. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mmoja wa malaika alinichukua rohoni, akaniweka juu ya mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ulikuwa na utukufu wa Mungu. Ulimetameta kama kito azizi, kama almasi yenye kuangaza mfano wa jiwe la kioo. Mji ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Na juu ya milango malaika 12 na majina yameandikwa juu yake, ndio majina 12 ya makabila ya Israeli. Upande wa mashariki milango 3. Upande wa kaskazini milango 3. Upande wa kusini milango 3. Na upande wa magharibi milango 3. Ukuta wa mji una mawe ya msingi 12. Na juu yake yameandikwa majina 12 ya mitume 12 ya mwana kondoo. Si kuona hekalu mjini, kwa maana Bwana Mungu mtawala wa ulimwengu wote, pia mwana kondoo ni hekalu lake. Hakukuwa na hitaji la jina wala mwezi kwa kuangazia, kwa hakuwa na hitaji la jua wala mwezi kwa huangazia, kwani utukufu wa Mungu huangaza, na taa yake ni mwana kondoo. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Mtu akinipenda atalishika neno langu, asema Bwana, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda,
nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Asiyenipenda hayashiki maneno yangu, na neno mnalolisikia si langu, bali ni la Baba aliyenituma. Hayo nimewaambia nilipokaa kwenu. Lakini mtetezi ndiye Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Atawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia mimi. Amani na wachieni, amani yangu na wapeni. Niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Mioyo yenu isishangae wala isiogope. Mmesikia haya maneno yangu. Ninaondoka na nitarudi tena kwenu. Kama mngelipenda, mngalifurahi kwa sababu ninakwenda kwa Baba. Maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Basi sasa nimewaambia hayo kabla ya kutukia kwake, ili msadiki yatakapotukia. Injili ya Bwana. Mtu akinipenda atalishika neno langu, asema Bwana, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Upendo, upendo, upendo ni amri ya Bwana. Kwaya, mnajua huo? Upendo ni amri ya Bwana. Unaimbwa hivi: upendo, upendo, upendo ni amri ya Bwana. Yesu alisema, pendaneni, pendaneni kama nilivyowapenda, nanyi pia mpendane. Upendo ni amri ya Bwana. Yesu alisema, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Ndugu zangu katika Kristo, leo ni Jumapili ya 6 ya Pasaka. Tumekuwa tukisherekea na kushuhudia ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo katika hizi Dominika ambazo zimepita. Tangu ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo tulisherekea kwamba Kristo hayupo tena kati ya wafu, bali alifufuka na akawa anajidhihirisha kama Kristo mfufuka. Jinsi alivyokuwa kabla hajafa, alikuwa anajidhihirisha kwa watu ambao aliwatokea, mitume wake na watu wengine. Hayo tuliyaona katika Jumapili za mwanzo za Pasaka. Na basi leo, ikiwa ni Jumapili ya 6, Kristo anataka kuaga wanafunzi wake tena. Baada ya ufufuko amekuwa nao,
amekuwa akiwafundisha na kuwakumbusha mambo mengi ambayo alikuwa anawaeleza kipindi kile kabla ya kufa, na baada ya ufufuko ameendelea kuwa anawafundisha. Na sasa kipindi cha kurudi kwake Baba kama anavyosema kimefika. Hivi karibuni tutakuwa tunasherehekea Jumapili ya kupaa kwake mbinguni Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Na baada ya hiyo Jumapili tutasherehekea sikukuu ya Pentekoste, ambayo ni sikukuu ya ujio wake Roho Mtakatifu. Kristo atakayepaa mbinguni, yeye pamoja na Baba yake watamtuma Roho Mtakatifu ili aje kuwa pamoja nasi, awe ni ule uwepo wa Mungu ndani yake, ndani ya kanisa na ndani ya ulimwengu, akitukumbusha yote ambayo Kristo ametufundisha. Basi Kristo ameanza kuandaa kuondoka kwake na matarajio ya huko kuondoka, ambayo ni ujio wake Roho Mtakatifu. Na kama tunavyojua, ni pia ni desturi katika jamii yetu, mtu ambaye ni wa maana au mkuu wa familia anapokuwa kipindi chake cha kuondoka kinafika, kuna yale mambo ambayo huwa anazungumza na watu wake. Kuna kitu kwa Kiswahili tunaita wosia. Mtu mkubwa, babu anapoondoka, basi anawaachia watoto wake, familia yake, maneno ya kuwajenga, maneno ya kuwaweka pamoja na kuwatia moyo. Kama tunavyojua, hata mababu zetu walikuwa wakifanya kitu cha namna hiyo. Kumbe Yesu anapojiandaa kuondoka, anaacha maneno ya kuwatia moyo watu wake, mitume wake na wote ambao wanamfahamu na wanamwenzi Mungu. Anawaachia maneno ya kuwajenga, maneno ya kuwapa moyo. Na kati ya haya maneno kuna maneno machache ambayo napenda tuyazingatie kwa namna ya kipekee. Neno la kwanza ni neno upendo. Jumapili mbili zilizopita, Jumapili ile iliyopita ya ile ya juzi na Jumapili iliyopita na leo, Injili inazungumzia kuhusu upendo. Amri mpya nawapa, mpendane jinsi nilivyowapenda ninyi. Kama Baba alivyonipenda na kama mimi ninavyompenda Baba, hata ninyi mnaojiita wafuasi wangu ni lazima mpendane. Kwani upendo ni ishara ya watu ambao wanamjua Mungu. Upendo ni ishara ya wale ambao wanajiita wa Kristo. Upendo ni ishara kwamba sisi ni wafuasi wake Yesu Kristo. Na ndio sababu Kristo anasema, amri mpya nawapa, mpendane. Injili ya leo, Kristo anapotoa wasia wake kwa mitume wake, anapojiandaa kupaa mbinguni, anawaachia hilo neno upendo. Mpendane, muishi kwa upendo. Ni katika kuishi kwa upendo watu watajua kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Ni kwa jinsi ya kuishi katika upendo kwamba hakuna chochote kitakuja kuwagawanya. Hakuna chochote kitakuja kuingilia uhusiano wenu wenyewe na uhusiano wenu na Mungu. Muwe ni watu wa upendo. Na hayo maneno ambayo Kristo, hilo neno ambalo Kristo aliwaachia wanafunzi wake kipindi kile, ni neno ambalo lina maana kwetu sisi wote kama wa Kristo. Kristo anasema, kama wewe ni Mkristo, kama wewe umebatizwa, kama wewe unajiitanisha na neno na jina lake Kristo, upendo uwe ndani yenu. Tuwe ni watu wa kupenda, na uwe ni upendo wa dhati, upendo wa ukweli. Mara nyingi kama mtakatifu Baba Mtakatifu Benedikti wa 16 alipokuwa anatuambia, alipokuwa anaandika kuhusu upendo, siku hizi neno upendo linazungumzwa tu na bila ule umaana wake. Mtu anasema tu tupendane,
anasema tu nakupenda, lakini sio ule upendo ambao kiini chake ni Injili takatifu, sio upendo ambao Kristo anaozungumzia. Neno upendo limekuwa likitumika kwa maana nyingi, na mara nyingi ni kinyume cha ule upendo ambao Kristo anaozungumzia. Na ndivyo sasa tunaalikwa naye Yesu Kristo tuzingatie, je, upendo unamaanisha nini kwetu? Ni upendo wa kweli, ni upendo wa dhati, ni upendo unaozidi tu neno upendo linalotoka katika mdomo wetu. Ni upendo wa ukweli, tunapendana moja kwa mwingine, tunajaliana kwa wengine moja kwa mwingine, tunaishi ule upendo wake Yesu Kristo ambao ulimfanya yeye mwenyewe kujitoa uhai wake pale msalabani afe kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya wokovu wetu sisi kama wanadamu. Ni upendo huo. Na Mtakatifu Paulo katika barua ya Wakorintho 13 anatueleza huo upendo unapaswa kuwa nini. Anasema huo upendo ni upendo unaojinyenyekeza, ni upendo ambao haudai makuu, ni upendo ambao unapita kiasi, ni upendo ambao ni unazidi kule kujipenda wenyewe, ni upendo ambao ni wa kimungu. Kumbe nasi kama Wakristo, Kristo anatualika leo tuaga, anapojiandaa kupaa kwake mbinguni, tuwe ni watu ambao tunaonyesha upendo kwa wengine. Na neno lingine ambalo Kristo analizungumzia ni amani. Amani iwe kwenu. Amani iwe ni ishara ya maisha yenu. Amani ndio zawadi kuu ambayo Kristo aliwapa wanafunzi wake. Alipofufuka na kukuta wanafunzi wake walikuwa mara nyingi wana hofu nyingi, aliwakuta wakiwa wanakusanyika pamoja, wanasali na kuomba kwa hofu nyingi, kwa sababu walikuwa wanaogopa Wayahudi. Yesu alipokuwa anajitokeza kwao, alipokuwa anakuja kwao, alikuwa anawaambia amani. Amani, amani. Amani yangu nawapa ninyi. Hata sasa hivi Kristo anapojiandaa kupaa mbinguni anasema hilo neno. Amani kwenu. Mioyo yenu isiwe na hofu. Kuna mambo mengi ndugu zangu katika jamii yetu, katika nchi yetu, katika familia zetu ambayo yanatupa hofu. Changamoto nyingi za kimaisha, ziwe ni za familia, ziwe ni katika sehemu zetu za kazi, ziwe ni katika mahusiano yetu mmoja kwa mwingine, yanatupa hofu. Na ndipo Kristo anazungumza amani kwetu, amani kwenu, amani kwa kila mmoja wetu. Mgeuzie mwenzako muambie amani kwako. Amani kwako inayotoka kwake Kristo. Ndio, Kristo anatutakia amani, na anapenda tuwe ni watu wasio na hofu, watu wasioogopa, watu ambao wamejawa na imani. Kwa sababu hofu ni ishara ya kwamba hatuna imani. Tunapokuwa na hofu, tunapoogopa, tunapokuwa ni watu ambao tumtegemei Mungu, ndio sababu tunapatwa na hofu nyingi, basi amani inakosekana kwetu. Unatembea, unaona mtu anajiongelesha mwenyewe. Umeshakutana na mtu anajiongelesha mwenyewe? Unashangaa huyu anazungumza na nani? Lakini hata yeye hakuoni wakati huo. Ni kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanaendelea katika maisha yake, changamoto nyingi ambazo zinamfanya akuwe ni mwongofu, akuwe ana hofu. Tunaambiwa sisi kama ni Wakristo, hatuna sababu ya kuwa na hofu, hatuna sababu ya kuogopa. Kristo yu pamoja nasi. Tuwe watu wa amani, na sio tu amani ambayo tunaiweka wenyewe, tuwe ni watu wa kuzungumza amani.
watu wa kuleta amani katika familia zetu, watu wa kuleta amani katika sehemu zetu za kazi, watu wa kuwapa watu wengine na kuwatakia amani. Tusiwe ni watu wa furugu, tusiwe ni watu wa kuleta mafarakano katika familia, katika sehemu zetu za kazi, katika mahali tunajikuta ni mafarakano, lakini tunapaswa kuwa ni Wakristo ambao wanaonyesha imani yao kutokana na ile amani ambao wako nayo, na ile amani wako tayari kutoa kwa wengine. Na neno la mwisho ambao Kristo anawaambia wanafunzi wake ni kwamba wasiwe na hofu, kwa sababu yeye yupo pamoja naye. Kristo alipoanzisha kanisa na alipotuma mitume wake na waenende wakaeneze neno lake Yesu Kristo, neno lake la kujenga ufalme wa mbinguni, aliwaambia, tazameni mimi nipo nanyi, pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Hata anapoaga mitume wake anawaambia, niko pamoja nanyi, msiwe na hofu, msiwe na shaka. Na ni neno ambalo ni la muhimu pia kwetu, ambao Kristo anatuambia pamoja na kuwa na amani, pamoja na kuwa na upendo, ni lazima tuwe ni watu ambao wanamtegemea Mungu, watu wasiokosa matumaini. Mwaka tumealikwa kama Wakristo tukuwe ni watu wa matumaini, mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Mwaka tunaalikwa wa Jubilee tuwe ni watu wa matumaini, watu ambao wanamtegemea Mungu, watu ambao wana hofu, watu ambao wanaishi matumaini na wanapea watu wenzao matumaini. Na ndio huo mwaliko ambao Injili leo inafanya kwetu tukuwe ni watu wa matumaini. Na tunapaswa basi kama Wakristo tuweze kuzingatia hayo maneno matatu ambayo Kristo anatuachia: upendo mmoja kwa mwingine. Tuwe ni watu wa kuishi upendo, sio tu kuzungumza upendo. Ni watu wa amani, tuwe na watu wa amani, amani kwetu na amani kwa wengine. Tuwe ni watu ambao wanapeleka amani kokote tunakojikuta, na vile vile tuwe ni watu wa matumaini, watu wa kumtegemea Mungu, watu wa kuishi si kama sisi ni yatima. Kristo hata tuachia kama yatima hata siku moja. Sitawaacha ninyi kama yatima, acha ninyi. Ndio, sitawaacha ninyi kama nini? Kama yatima. Ndio maneno yake Yesu Kristo. Na nadhani ni maneno ambayo tunayapata kwa namna ya kipekee katika Jumapili ya leo. Tuombe ndugu zangu, tunapoendelea katika kuwa mahujaji wa matumaini katika mwaka huu wa Jubilee. Tuwe ni watu wa mapendo mmoja kwa mwingine, tuweze kuwa ni watu wa kuishi amani, na vile vile tuweze kuwa ni watu wa matumaini. Tukiwa hivyo basi tutakuwa Wakristo kama jinsi Kristo anavyopenda. Ni kwa jinsi hivyo tutatambulika kwamba sisi ni Wakristo. Wanapotuona kule kwamba sisi ni watu wa upendo, wa ukweli, wa dhati, wanapotuona kwamba sisi ni watu wa amani na watu wanaohubiri amani, na wanapotuona na kuangalia kwamba sisi ni watu wa matumaini, basi watatuangalia na kutushangaa na watasema, kumbe hawa ni Wakristo. Kumbe hivyo ndivyo inavyomaanisha kuwa Mkristo, na wengi watafuata Kristo na wataweza kumsifu Mungu vile vile. Tuombe Mungu atusaidie tuweze kuwa ni Wakristo wema, Wakristo ambao wanafuata maagizo yake Yesu Kristo, na kwa namna hivyo tutaweza kuzaa matunda yanayodumu. Tumsifu Yesu Kristo.
Tusimame tukiri imani. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato. Akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko. Akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana analeta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Bea kanisa origi mwathani tuoka mbere yaku rucini rwo muthi tucokeria ngatho ni kanitha witu wa Catholic Church ni turahoera our Pope Leo tukahoera cardinals, bishops, father in church, assistant father in church, bishop, brothers and sisters ona aruti akirira Ngai twakuri mwathani matuini uthina bena kumarathima oreke mwathani matuini maihuro ni wendo waku Ngai nitha mwathani matina mbere gutu tungatira Ngai ni turahoera ona kanitha Ngai makiria muno ni mahujio mo muthi Ngai tukorwo tugi spread wendo ona ukorwo turi andu athayo Ngai makiria muno micini itu ona nginya maira-ini maitu Ngai mwathani matuini turahoera kanitha witu Ngai wa St Francis of Assisi turahoera ikundi ciothe ciguku Ngai ona miaki itu Ngai twakuri maundu mothe tubangite tuonekanire Ngai nigetha tuthio na mbere na kuruta wira waku Ngai tukona macimani tukiwa mwathani twaguthaitha utuigue tuhoere family citu muthamaki uritha kihumo kia mawega mothe twagutegera family citu athuri atumia na ciana mwathani twahoya tuhe thayo wendo na urumwe twahoya ciana itie aciari ao nao aciari mathikiririe ciana ciao twahoya uguo tukiwa mwathani twaguthaitha utuigue ihoya ni undu wa bururi origi ithe wa mwathani Yesu Kristo ni ngatho turacokia o mundu rita rake rucini ruru rwega baba witu utuhete baba witu ni utuhete kiheo kia muoyo ona kiheo kia uturo thengio Ngai ni undu wa utugi waku ni turagigwitia thayo thiini wa bururi uyu witu wa Kenya Ngai witu ni amu thayo ungiaga thiini wa bururi ona giumbata ino yaku Ngai witu tutingihota gukorwo twirugamitie kuo baba witu turakuhoya thayo muingi na riu baba
Nitoragigwitia thayu kuri atongoria othe a bururi witũ wa Kenya. Reke rĩrĩa maratũngana Ngai, baba witũ makoragwo mena thayu magicokanĩria nigetha mathondeke bururi witũ Ngai. Woi maiguĩre tha no matungate na makĩria tũiguĩre tha. Nitoragigwĩta nginya nĩ ũndũ wa thigari citũ Ngai iria irangĩraga thĩinĩ wa bururi ũyũ witũ wa Kenya. Ona baba witũ maheage thayu rĩrĩa mekũruta wĩra. Yesu mwega. Rĩrĩa mekũruta wĩra wa kũrangĩra bũrũri. Rĩu baba tũretiganĩria harĩwe makĩria tũgĩkwĩra tũrenda thayu thĩinĩ wa Kenya ona thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mangĩ baba tũriganĩtie namo. Na rĩu baba tũretiganĩria harĩwe rũcinĩ rũrũ rwega twamenya ti itherũ wĩ mwega na wĩ mũtugi igũrũ rĩa maũndũ mothe. Na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo ũcio Jesũ twakũhoya. Baba twakuomba utusikie twakuomba Baba mwenyezi utusikie Baba utusikie Baba utusikie. Maombi kwa ajili ya marehemu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya uhai na afya njema. Tunawakumbuka wale wote ambao wametutangulia. Mwenyezi Mungu uwape pumziko la amani. Tunaomba uweze kuwasamehe dhambi zao na kuwapokea mbinguni. Tunaombea wale wote wameachwa na wapendwa wao. Mungu uweze kuwafariji na kuwapa tulizo katika nyoyo zao. Utupe tumaini kuwa tutapatana na wapendwa wetu siku ya ufufuko. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, imani uliotupa kupitia kwa mwanao Bwana wenu ndugu yetu Yesu Kristo na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu, siamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako ibadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote, katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu zangu zinaangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu maujaji wa matumaini, hamu ya azia na mbinguni, na neema hiyo yeneze furaha na amani mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amina. Mungu Mwenyezi wa milele, haya ni baadhi ya maombi, sala tunazokutolea. Mengi tumeyazungumza, mengine yamebaki katika ukimya wa mioyo yetu. Yote unayafahamu. Tunakuomba uweze kuyachukua na kuyapokea, na utujalie kadiri ya mapenzi yako, kwa maombezi ya Mama Bikira Maria tunaye mwenzi sana, hasa katika mwezi huu wa Mai.
Salamu Maria, tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ninawapa ninyi, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Mpende adui yako na jirani yako. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kama Baba yangu alivyonipenda mimi, nanyi vile vile mpendane. Kama Baba yangu alivyonipenda mimi, nanyi vile vile mpendane. Ninawapa ninyi, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Mpende adui yako na jirani yako. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kama Baba yangu alivyonipenda mimi, nanyi vile vile mpendane. Kama Baba yangu alivyonipenda mimi, nanyi vile vile mpendane. Niwapo na vyeo vingi mimi, iwe serikalini, kanisani na nyumbani, kama sina upendo hayo yote ni bure. Niwapo na mali nyingi mimi, hata nikijitoa kweli nazo mali zangu,
sina wasiwasi, natembea kwa maringo, nimebeba mkoba wangu, nikutane zawadi yangu. Mwenyewe sina wasiwasi, natembea kwa maringo, nimebeba mkoba wangu, nikutane zawadi yangu. Nimejawa na furaha, sali ya kuniongeza kwenye hazina yangu mbinguni. Nimejawa na furaha, sali ya kuniongeza kwenye hazina yangu mbinguni. Kama ni upendo wote Mungu atupenda, kama ni uhai hilo linaeleweka. Mwenyewe sina wasiwasi, natembea kwa maringo, nimebeba mkoba wangu, nikutane zawadi yangu. Mwenyewe sina wasiwasi, natembea kwa maringo, nimebeba mkoba wangu, nikutane zawadi yangu. Nimejawa na furaha, sali ya kuniongeza kwenye hazina yangu mbinguni. Nimejawa na furaha, sali ya kuniongeza kwenye hazina yangu mbinguni.
Salini ndugu, ili sadaka yetu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, zipa kwako sala zetu pamoja na dhabihu tunazokutolea, ili tukisha kutakaswa kwa upendo wako tuwe tunastahili kuzipokea sakramenti za huruma yako kuu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema nake, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Ukutukuza kila wakati, Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye kwa sadaka ya mwili wake alikamilisha kafara za zamani katika ukweli wa msalaba, na kwa kujikabidhi kwako kwa ajili ya wokovu wetu alijidhihirisha kuwa kuhani, altare na mwana kondoo. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako
tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Tena Kristo
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Philip Anyoro, maaskofu wasaidizi wake David Kamau, Simon Peter Kamomoi na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa kwa pamoja tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Mpeane amani. Yeah.
Tazama na kutambua katika maumbile ya mkate na divai, Kristo anayetualika tuwe ni watu wa upendo wa dhati, watu wanaoeneza amani na maujaji wa matumaini. Ndiye Kristo mwana kondoo wa Mungu, ndiye aondoaye dhambi za dunia, na ni heri yetu sisi tulioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde kufikia uzima wa milele. Amina. Yesu Kristo Mwokozi wangu, nasadiki uko kweli katika altari yako. Nasadiki kwamba nitapewa sasa hivi mwili wako na damu yako pamoja na roho yako na Mungu wako. Nasadiki kwa ndiye mwenyewe uliyetueleza. Rabi yangu, sistahili ingie kwangu, kwani mkosefu mimi, nikatenda dhambi nyingi. Nawe ndiye mwenye utakatifu kamili, wapenda utakatifu, wachukia maovu yangu. Una enzi kuu, waweza kufuta dhambi zangu kabisa. Basi nasikia nami, naomba uniondolee, unitakase kabisa, nipate kupokea kwa moyo mwema. Amina.
sana mno, na kuabudu moyoni wangu ulimo, na kuungama ndiwe Mungu wangu, mtu Mungu mkombozi wangu, Bwana wangu. Sifai mimi kuabudu vyema unavyostahili. Nawaomba watakatifu na malaika wa mbinguni wa kuabudu pamoja nami. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo inifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanishidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madoda yako unifiche. Usikubali nitengwe nawe, na adui muovu nikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina.
ngatho nyingi muno father hari na andu me haha matiganite matongoretio ni muthuri witaga Mukurini wa Mbombo na ungi ureita Kagenyi mari marauga ni makena muno ni kuhunjirio ni professor ati ni maigua mahunjio mau mega na ni mauga angikorwo guo niguo kurugamirira thukuru wa Tangaza ni ati ni ugukorwo ugithie na mbere wega fiu ni hari makirima andu megutoranaga na ithui imwe kwa imwe mutambo-ini wa YouTube na ni mandikite message nyingi muno makigathiriria koya makauga walikuwa wanagoja nyoka itoke lakini wakafikiria kumbe ni kanisani na sauti tamu kabisa moini wetagwo Kanyoni uinaga rwimbo welcome ajira ngeithie mama cikote ni aramuona hau koya-ini akiina wega fiu Teresia Wairimo wa Njobi ekuria Gatanga Ithagarari muiretu wetagwo Recho Wairimo aranjira ngugeithie muno na akanjira uhone na ihenya ni amenya ni mwatwarana imwe kwa imwe mitha-ini nake urio twarithagia mitambo eno yothe witagwo Kabura ekuria niwe tutigagirira mitambo eno yothe ni yamukinyira imwe kwa imwe na ninge ng'enda-ini ciothe agatigirira ati uria andu marandika ni aratwarana na ithuĩ wega auga muthi atamburwo tondu uga ni wa guku na ni akena muno ni kuona aciari othe makenete na magikungwira igongona ria mitha mari hamwe makenete muno teacher Elizabeth wa kuria Kiamubia kanjira ndimugeithirie mamu wao Tabitha wa Ngare wa Macharia ekuria Imperial na Naikuru mena mzee wa nyama mamwitaga wa Mandathi kanjira ndimugeithie muno Wambugwe haria koya-ini nderwo ngugeithie ni Grace wanyu anjira ngugeithie muno ni ona ni hau na Ngai akurathime akuongerere thauti nyingi njega makiria ya mau mothe Chairman Karugu aranjira Lawrence Ndumba eguku kanitha uyu na ati ni etereire uthie ukamwishire happy birthday ati umothe ni birthday yake ni arauga angikwauma uthio mwishire happy birthday Engineer Maxwell ekuria etagwo Maxwell muciri Transcom House auga mbire kurugamia wabici ya thirikari iria yuma kuo ambe atigirire ni arikaniria na igongona ria mitha uga ndingikirira itheru igongona ria mitha icio ni imwe cia message iria nyingi muno ciukite ndiguhota gucithoma ciothe ni undu wa mathaa tondu kuria kanitha wa ACK ni matwetereire no niko na mkubwa hapa ameniambia leo lazima uongee kuna uhakika wametazama Inoro wamekuona na wameniona na nina furaha sana kuwa hapa kwa Inoro TV na Charles nakushukuru sana kama kanisa kwa kuweza kuungana nasi na kuwa kati yetu asubuhi ya leo. Asante na baraka tele. Kuna kitu nilikuwa nimeambiwa nikuulize murango wa bingu murango wa mwihoko tutaririe niki na mwikite atia muteithikite atia mmesaidikaje na kuwa na huu murango hapa kanisani? Hiyo ni swali nzuri. Niseme kwamba mlango ambao tuko nao ni wa Jubilee, mlango mtakatifu, mlango wa matumaini, na huwa inafanyika every 25 years Charles. Kwa hivyo sisi tunashukuru kama kanisa ya St. Francis of Assisi kuwa kati ya zile parokia ambazo zimechaguliwa kuwa na mlango mtakatifu. Tunafuraha na tunakaribisha Wakristo wote kwa Kenya mzima muje hapa mpate baraka tele hapa kanisani mwetu. Na sisi kama kanisa na we've benefited a lot kwa sababu kama jana niseme ya kwamba tulikuwa na Wakristo wa kutoka St. Benedictine Ruaraka ambao waliungana nasi hapa na wakapata baraka tele. Kwa hivyo na washukuru sana na pia wale wengine tunawaomba muweze kuja hapa tupate baraka. Yes. Ndiposa labda sasa nilikuwa naambiwa mko na project kadhaa ambazo mnakusudia kufanya sababu kama parokia labda mnaona maringo hayo ya kutambuliwa. Hiyo ni ukweli Bwana Charles. Kama kanisa tuko na project za kanisa. Kwa sasa tuko na hua ambalo tunatengeza perimeter wall ama perimeter fence ambayo inaendelea na ni changamoto kwetu, lakini tunaomba Wakristo na Wakristo hasa hapa wa kanisa letu wamejitolea kwa hamu na tunawakaribisha wale wote ambao wanaweza tusaidia kwa ili kujenga hii perimeter wall. Yes. Asante.
Yes. Lakini hata pale juu naona kulikuwa na mahali wakati tulitembea haria mutharafa-ini ni hauraga hindi iyo ingi no ndrona ni mathondekete wega na ona magithondekaga ni kuga guteo kugwa kuheo murango ni kugutumite parish ino ikorwo igitherema makiria ma muno makiria mothe. Ndina muthikiriria na mwiroreri witagwo Joseph Lisho ni wago kuri Muru no athomaga kuria Kikuyu, arauga ati angikorwo ni kuona kahinda ga kugeithia urio kuhuraga kayamba haha aroria tiriri ni guthomera ni kiheo kana ni kiundu girakuma oro ugu. Aya, hii nilianza nikiwa mtoto mdogo huko Nyahururu, lakini nikafanya kazi sana Mombasa, kwa hivyo nikafunzwa na Father Katana, Father Kayamba. Kwa hivyo ni wito. Unacheza hivyo every Sunday ama ni leo tu sababu ulikuonea? Wanafahamu kuwa mimi ni muibaji wa ile kwaya ya St. Francis, na pia mimi ni pia mshirikishaji wa watoto. Kwa hivyo nacheza kila Jumapili, nasoma misabiri. Hiyo ni mzuri, hiyo ni talanta. Mungu akubariki zaidi. Dena mamu haha ajira mamu tokero gaithie twana tone tugukwirораgira tondra meya aingi ni megukwirораga witagwo atia ukugate gitagwo Sarah Jerry Gige ndĩ mũciriki wa kanitha wa St. Francis of Assisi na nĩngenete mũno nĩ tondũ wa Inoro gũka gũtũcerera thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gitũ na Ngai amũrathime. Marori atiriri atumia acio maigana ũguo nĩ macani kana nĩ thukuma kana nĩ mboga nĩkĩ mũrĩ arĩ Muru na moĩ kwĩna heho na marona andũ makenete maihũrĩtie wega? Gũkũ gwitũ nĩ tũrĩ ũtonga mũingĩ mũno, nĩ tũkũragia waru, mboga, indo ciothe, koguo nĩkĩo ũrona twĩna hinya mũnene ũguo tũrĩ atumia gũkũ Limuru. Thank you muno. Niĩ ndirĩ na maũndũ mangĩ tondũ mathaa marĩa mangĩ nĩ makinyĩte, na koguo tiga gũcokia mĩtambo ĩno ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ St. Francis of Assisi Limuru tũmĩtware nginyagia o kũrĩa Nairobi nĩguo nao moe mamĩtware nginya kũrĩa tũrathiĩ gũkũngũĩra igongona rĩa kanitha wa ACK ĩmwe kwa ĩmwe. Njuge ũhoro mũthenya wa mũthĩ, njuge mũthenya wa kiumia tũtigakorwo na igongona rĩa mitha, nĩ public holiday, na koguo ithuothe tũgakorwo tũthi kũrĩa tũigua thirikari nayo ĩrĩa ĩratwĩra na maũndũ marĩa mabangĩtwo nĩ thirikari, na koguo kumagia mũthenya ũyũ wa kiumia gĩkĩ tũgakorwo tũkĩnyitanĩra nawe o mweri 8 mweri wa gatandatũ kũrĩa tũgakorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kaunti-inĩ ya Nyandarua gũkũngũĩra igongona rĩa mitha. Koguo njokie mĩtambo ĩyo njuge handũ-inĩ harĩa othe magomithania tabarĩra ya mũthenya wa mũthĩ, Father Gĩkũyũ nĩ thengio mũno mũno mũkĩria. Professor, asanti, labda nitajiunga hapo nikuje nione kama kuna course moja naweza fanya ya utangazaji, ama sababu sasa nimezoea misa sana nione kama Pope atasema kitu, lakini hayo yote nikuje na tuelewane hapo. Na ũrĩa ũngĩenda gũthoma nĩ atĩ rĩu thukuru ũcio nĩ mũhingũre rĩngĩ, na no ũthiĩ wĩke gĩthomo gĩaku kana ũthome gĩthomo gĩaku kĩa degree na ĩtambũrwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, nĩ gũkorwo rĩu nĩ he chata kana nĩ he hinya no hoti wa gũtua mũndũ mũgĩ na kũigĩrĩrwo thũmbĩ. Na mau mothe makĩrĩkĩrĩra njuge nĩ ndacokia mwaro, na ndacokia mwaro ũyũ kũrĩ arĩa mekũnengerete kũrĩa studio Shelmith. Thank you mũno kabura, na nginyagia mũthenya wa kiumia rĩrĩa tũkanyita mũthenya wa kiumia o kĩu kĩngĩ rĩrĩa tũgacoka thĩinĩ wa igongona rĩa mitha. Ngai amũrathime, amũtũrie na mũtũre na wendo ũcio wa Kristo hĩndĩ ciothe, mũmũtungatagĩre na mũmenyerere maũndũ marĩa mothe maroka. Ngai nĩ atwendete ithuothe twĩyũmĩrĩrie. Niĩ njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings,
3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. For fast relief of strong pain, like headache, toothache, muscle pain. And I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. No uteithike ungigiritania na maundu megutuma wicirie ta gucora, kuhura mbica ona kana kuruga keki. Maya ni maundu mangituma wiyeheranie na meciria maritu maria makugumeire. Ndumiriri no wareherwo ni Royal Media Services. Ni tukurumbuyagia. Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Makajione ngai no ti mondo ade mondo akoma kaja nekoraga mwere take makione ngai. Ungienda rwimbo ruru rutwike rugambi thimu-ini yaku hinya star 811 star 339 hash no ririkane inoro ni mucii wa aini othe. Kama kuna jambo hivi leo ambalo liko na hali ya sintofahamu ni hili jambo la defilement. Watu wamejaa hapa, especially vijana. Around more than 80% ya watu wako jela saizi ni watu wa hayo mambo ya defilement. Mukoki mugania ingredients ito kitu kia gwa kumugania ri ni thamaki to ni the main na mutikali ora tuga ni red snapper na meruga muthemba wa pan fried to mitape thamaki ile to red snapper.
life iko tunanapa. Mesimama cause uko na mimi. You never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali. Even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa